Naam bwana, kama kuna swali katika haya. Umezungumzia kuhusu malezi ya watoto ambayo nilikuwa nazungumzia katika hii swali langu haswa ni kuhusu hii yauma yaj'al wildanu shiba na somo la leo. Je, na maingiliano yoyote? Nadhani tumesikia swali la kwamba je, kuna maingiliano yoyote baina ya somo tulilisoma leo na somo na aya inayosema yauma yaj'al wildana shiba. Kwanza, maana ya aya inazungumza siku ya kiyama, kwamba ni siku ambayo yaj'alul alwildana shiba, kwamba kijana mdogo ataota mvi, itamfanya aote mvi. Umeelewana mpaka hapo? Sasa nataka kufafanua labda kwa wale waliochelewa kwamba sisi tumeingia katika kuashiria wataalamu mbalimbali wa kimagharibi wanavogawa umri wa mtoto na malezi. Lengo letu sisi ni kuja kusoma Qur'ani imeelezea vipi na hadithi vipindi mbalimbali anavyopitia mtoto na malezi, namna gani anahusu mtoto kwa kadri ya umri, namna anavyokuwa anakuwa na malezi maalum. Qur'ani inasemaje katika hayo? Sio ndicho tunachotaka kutizama, kwamba kuna marahil, kuna stages za kukua kwa mtoto, alafu kuna maelekezo ya kimafunzo, sio? Na wazungu nao kama tulivyomuona huyu Jacqueline Rousseau ametugawia vifungu mbalimbali vya umri, akasema hichi ni kipindi cha mtoto kupewa haya. Tutamuona hata yule mwingine yule bwana Sigmund Freud amesema nini, alafu baadaye tutaingia kwenye Qur'ani. Kwenye Qur'ani hatutakuwa na haraka, tutakuwa na safari ndefu kidogo, sio? Kwa sababu hasa pale ndio kwenye kiini chenye mazungumzo yetu. Sasa kuna uhusiano gani baina hiyo na haya? Mimi naona hakuna moja kwa moja. Kwa sababu gani? Aya hiyo inatufundisha kwamba siku ya kiyama ni siku ngumu sana, ni siku ngumu sana, kwa sababu Waarabu wana tabia ya lugha ya kwamba mtu akiwa na dhiki na tabu na mambo mengi sana, wao huamini kwamba tabu na shida na mashaka mengi humtoa mtu mvi. Hii ni imani ya tamaduni za Kiarabu. Tumeelewana? Na hata Mtume mwenyewe alisema shayyabatni suratu Hud, suratu Hud imentia mvi mimi. Tumeelewana? Kisha nini wana? Kwa sababu pale pametajwa nini aya? Sijui wastaqim kama umirta au kitu kama hicho, lakini maneno ya Mtume ni haya. Lugha hili ina maana kwamba jambo likiwa lizito la kukutia tabu sana, huamini kwamba nimemtia mtu mvi. Kwa hivyo mtu akionekana amejamvi anasema bwana umepitia mambo kweli, mpaka mvi zimekuja mapema bwana. Allahu aalam kisayansi kwamba ikoje, lakini ndio lugha ya Kiarabu. Sasa maana ya kwamba siku itakayomfanya kijana mdogo aote mvi, awe na mvi, ni kuashiria uzito wa ile siku, yani ugumu wa ile siku, kwamba kijana mwenyewe mdogo lakini kana kwamba uzee unamjia kwa sababu ya uzito wake. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Moja katika vitu ambavyo umekuwa ukivipigia mfano ni moja katika watu ambao duniani ni matajiri sana, anaitwa Elon Musk. Leo hii amezindua mfumo wa kutengeneza maroboti wanawake, na wale maroboti wanawake watu kwa takwimu wanasema wananunuliwa sana, na muda mwingine imefikia stage mpaka wanawekewa ujauzito na wanazana kawaida na mambo mengine yanaendelea. Manake ule utaratibu ambao tulikuwa tumeshauzoea sisi, manake anataka kutuondolea kwa utaratibu chetu ambao Mwenyezi Mungu ametutengenezea. Yeye anakuja na system nyingine. Sasa darasa za malezi kama hizi kwa mashehe, maraje na watu wote duniani, kwa mtu kama Elon Musk wanataka kumwambia nini ili kusudi asiendelee kutengeneza mifumo kama hii kwa ajili ya jamii? Asante sana. Asante. Taban ametoa utangulizi mzuri, nadhani mmemwelewa vizuri kwamba dunia mahala ilipofikia kuna utengenezaji sasa wa roboti mwanadamu, na anaweza kuchukua mimba ambayo inahifadhiwa katika tumbo lake badala ya tumbo la mwanamke, inakuwa tumbo la yule roboti. Lakini mbali na hivyo, wale wanaoolewa sasa, maana yake unahitajia mke, unakuwa na wasifu, anatakiwa awe hivi na vile na vile na vile, unatengenezewa kadri unavyohitajia wewe, alafu awe ni mke wako.
utakaishi naye nyumbani, hadai talaka wala hakupeleki BAKWATA mkigombana, yeye ni samii na watana. Na wananunuliwa kweli, na tumeona hata hivi karibuni kuna wasanii wengine wenye uwezo wametoka Afrika, amekwenda mpaka katika nchi za wenzetu akanunua. Zamani yakisemwa haya yanaonekana kama mambo ya kubuni, lakini ndio mambo ya kweli. Sasa swali ni kwamba masala haya ya malezi ni vipi? Kwanza hilo linahitaji kuzungumziwa. Sisi nia yetu ni kwamba kama Mungu atatupa taufiki tukamaliza kuzungumza haya mambo ya malezi, khitamuhu lazima tuzungumze mambo ambayo yako sasa hivi, ambayo tulikusudia kuzungumza vitu kama hivyo kama tutapewa taufiki inshallah. Lakini hili swali nzuri, ukitaka kuelewa tulichokuwa tukizungumza hapa, siasa za kipragmati na uliberali kwa maana ya uhuru na soko huria, yule bwana uliomtaja jina lake alipata vikwazo vingi sana katika utekelezaji wa baadhi ya mambo yake huko nyuma, hata katika kutengeneza chip ndogo ndogo zile ambazo, maana sasa hivi kuna vichipu ambavyo mtu anaweza kuvitumia kuweka kwenye mwili wake, vingine sasa unameza kama vile capsules, tumeelewana, kwa ajili ya kusaidia mambo kadha. Yeye lugha yake kubwa ni lugha ya masala ya afya, ndio lugha kubwa anazungumza, kwamba vichipu ambavyo vinaweza vikagundua hata kama kuna ishara zozote zinazoashiria maradhi kama vile ya kansa na nini, vinaweza kusaidia mwanadamu ili aweze kupata matibabu. Lakini ukweli ni suala la biashara. Alikuwa akihitajia vibali kadha wa kadha vya kumruhusu kupandikizwa kwa chipu hiyo kwenye ubongo wa mwanadamu. Kwa kipindi kirefu kampuni iliyokuwa inahusika Marekani ilikataa, lakini hatimaye akapewa kibali hiko. Dunia tunayoishi ni dunia ya maslahi, na ndio maana utaona kwamba vingine hatutaki kuvisema hasa, lakini katika maswali tunataka kuvizungumza. Reality katafuteni kwamba watu walipokuwa wanamuona bwana yule anatoa dola milioni 1 kila siku katika kampeni, mnadhani kwamba alikuwa anatoa au alikuwa anawekeza? Ndicho tunachokizungumza hicho. Alikuwa anainvest yeye, ina maana kwamba anatarajia kuna mahala zitarudi, atawekeza. Kwa hivyo ni mwekezaji. Mwanadamu sasa hivi chip inawekwa kwenye ubongo wake ili kupitia screen inaangalia namna anavyofikiria, na kinachotafutwa ni namna gani naweza nikamcontrol ubongo wake kupitia, ndicho kinachokusudiwa. Yani kuweka ile chip, alafu je, ninaweza nikamcontrol mwanadamu kupitia device nikishaweka ile chip kwake. Sasa hii ni kumcorrupt mwanadamu. Yani tumeingilia sasa katika kumcorrupt. Haikutosha sisi kutengeneza tu maboga ya kisasa na mapapai ya kisasa na maembe ya kisasa, tunaingia sasa kwa mwanadamu. Sio kama tuko pamoja, sio? Kwa hivyo tunahatarisha ile species, yani yule mwanadamu, ile nuru ya mwanadamu, jambo ambalo linahitajika dunia isimame iseme. Lakini maslahi ya kituna zaidi, inawezekana kabisa mambo yale yakapita na mambo yakaenda, japokuwa upinzani duniani ni mkubwa bado, lakini kuna baadhi ya makampuni tayari yameshamruhusu kufanya baadhi ya vitu. Si kama tuko pamoja hapo? Kwa hivyo ni swala la maslahi yanaongoza nini, na sisi, mimi na wewe, hatuna mamlaka. Sisi kina makabwela, sisi hatuna mamlaka ya kusema no. Mabwanyenye pia, wale makabwela wao pia hawana mamlaka ya kusema. Wallahu a'lam. Kwa hiyo ni swala gumu kidogo, na ni ngumu sana kwa nchi zetu kusema no, lakini ni hatari kwa maisha ya mwanadamu. Wallahu a'lam. Kama unanyongeza, bismillah. Samahani sana. Naam. Unaweka ugumu kwa sababu viongozi wa dini ndio wanaweza pekee kukemea swala hili na dunia ikasikia. Kwa nini liwe lina uzito wa kuzungumza na dunia ikasikia kwamba swala hili halijakaa sawa? Yani, ahsante. Kwanza hapo tushazungumza, sio? Nazungumza kwa sababu ya mkao tuliokuwa nao.
Hivi juzi tulikuwa hatuwezi kukemea ubaradhuli, mpaka kaibuka mwamba mmoja wa nchi kubwa amekemea. Sasa kidogo watu wamepumua kwamba tunaweza na sisi tukasema. Si kama tumeelewana eh? Na mara nyingine nasema haya kwa masikitiko ya kuibua. Maanake wenzetu wa pwani wana msemo fulani wanatusimulia wa maskara kwamba jamaa walitaka kuzama majini, alafu bwana mmoja akasema mtume simama. Bwana mmoja akasema mtume atasimama wapi hapa, sisi tunazama hamna chochote. Akaambia subhanallah, umekufuru wewe bwana, wasemaje na mtume atasimama? Akasema nisamehe bwana, nilikuwa namtia ari mtume ili asimame kweli ili tuokoke. Sasa mimi nayasema haya kwa maana ya kwamba siyasemi kwa maana ya kubweteka kwamba basi haiwezekana. Nayasema kwa masikitiko ya kwamba jamaa, amkeni, hatuwezi hata kusema chochote. Kwa sababu gani? Nchi zetu masala ya ubaradhuli zilikuwa haziwezi kukemea, kwa sababu watu walikatiwa misaada kwa kusema. Tena hata baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, kuna nchi moja ilikatiwa misaada, lakini aliposimama leo hii rais wa Marekani amesema sitaki hili, umeona hakuna wa kumwambia kitu, sio? Tunasema kuna makabwela na mabwanyenye, sio? Kwa hivyo ule ukabwela wetu sisi ni kusema tu, lakini tulitakiwa tusimame. Hili wimbi si dogo, tumeshaelewana. Na huku kwetu tusingoje mpaka fulani anunue mke wake wa mdoli alafu ndo tuseme, kwa sababu anaweza akamnunua akaja naye bila taarifa wakaishi, alafu ikawa ni mazoea, alafu ndoa zikafa, sio? Ni masala yapo haya, na itakuwa ni fakhri kama ambavyo watu wananunua gari ya fakhri aje kuonyesha watu, atakuwa na yule mrembo pia fakhri kwa mimi wa kwanza kumnunua, sio? Sasa ni vizuri mimbari ziseme, na ndio maana nikasema huko mwishoni sisi tumefikiria kuzungumza maadili na haya mambo, lakini na masikitiko yangu ni kwamba sisi tumekuwa kama hatuwezi kusema chochote, hatuwezi kufanya chochote, lakini kuzungumza tutazungumza sisi mwishoni, kwa sababu yanahusu maadili na hasa tukija katika swala la media. Kwa hivyo asante sana kwa kulitibua kwa wakati huu, na pia ukiwa na jingine sampuli litibue ili tuweze kuyaunganisha baadaye katika mazungumzo yetu. Wallahu a'lam. La kwanza la kwake ambalo nimetumwa alikuwa anaulizia kuhusu bismillah, ni aya katika suratul Fatiha. Naam. Lakini la pili alikuwa anaulizia kuhusu swala hukumu ya kubandika aya kwenye ukuta. Nyumbani kwa nyumba zetu hizi tuna kawaida kubandika hizo aya. Naam. Nini hukumu yake? Taban, nianze na hilo la pili. Kubandika aya kwenye ukuta ni jambo linafaa wala halijakatazwa, lakini bado tukubaliane kwamba ni ukuta wa wapi? Ni ukuta wa wapi? Lazima utizame heshima ile ya Qur'ani. Kubandika aya ukutani haikatazi, kabandiki. Na popote utakapobandika pale panaleta heshima ya ile Qur'ani. Unaweza ukasema nabandika jikoni, lakini jikoni sawa, hivi jiko lako pia pale mazingira yake itakuwa ni heshima kwa ile Qur'ani pale, au itakuwa ndio mchuzi na nini kila kitu vinarukia pale. Muhimu ni heshima. Qur'ani haiwekwi chooni, haingii mtu aingie nayo chooni, sio? Wala haiwekwi mahali ambapo itachezewa. Kwa hivyo kadri utakavyoweza kuweka mahala pa itaheshimiwa, bandika, haikatazi, na ni jambo zuri kabisa. Kwa hiyo tumeshamaliza hilo, sio? Ukifungua msahafu utaona kwamba Bismillahirrahmanirrahim aya ya kwanza, Alhamdulillahi Rabbil Alamin aya ya pili, wala dhallin ya saba mwisho. Kwa hiyo hii ni Fatihatul Kitab, ni Fatihatul Kitab, yani ni mwanzo wa Qur'ani, Fatihatul Kitab. Naam. Lakini hiyo nimekujibu kwa namna hiyo, lakini swali litakuja hivi. Bismillahirrahmanirrahim ni aya ya Qur'ani, si aya ya Qur'ani? Ni aya ya Qur'ani. Ni aya ya Qur'ani kwa maana ya kwamba kuigusa bila udhu, kuigusa ukiwa na janaba haifai. Tuko pamoja jamani?
Nadhani hilo pia tumelimaliza. Maadili yanaweza yakabadilika kutokana na mazingira, ima ya mahali au ya muda. Na umejaribu kuzungumza fikra ya Marekani kuhusu maslahi, na ukatoa mfano kwamba hayo maslahi hata sisi pia tunaishi nayo. Pia ukatolea mfano kama taifa la Irani wanaweza wakaishi kutokana na maslahi fulani na mabadiliko ya kimaadili. Je, jambo hili katika Qur'ani linazungumziwaje, au kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu inalichukuliaje? Kimsingi Uislamu hauamini kuhusu upragmati. Uislamu unaamini sehemu ndogo ya masala haya, kwamba pale ambapo kuna madhara, kuna hukumu za dharura, lakini hatuendeshwi na maslahi, kwamba maslahi yawe ndio kipimo. Sio kama tumeelewana? Kwa hivyo Kiislamu maadili ni kitu thabiti. Kusema ukweli ni jambo zuri ila yaumil qiyama. Kusema uongo jambo baya ila yaumil qiyama. Uongo hauwezi ukawa mzuri kwa ajili ya manufaa, kwamba unataka manufaa fulani uyapate. Si manufaa ambayo kuyakosa pia hakuna dharura. Sio kama tumeelewana? Ni ile tu kwamba manufaa ndio yako mbele. Ndio maana tukasema al-ghaya tubarriru wasila. Wewe hutizami njia ya kuifikia malengo yako. Ni fikra ambayo inakataliwa na Uislamu. Hatukubaliani nayo. Nadhani tumeelewana. Sisi tunaamini kwamba maadili ni kitu ambacho kiko thabit, hakibadiliki, yataendelea kuwa ni kitu kizuri. Tumeelewana? Na ndio msingi wa tofauti baina ya sisi na wao. Tumeelewana mpaka hapo? Na ama katika mambo mengine ya kidharura, hata katika Uislamu nguruwe analiwa pia. Ni wakati gani analiwa? Ni wakati wa dharura, sio kwa hadithi, kwa aya ya Qur'an. Faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi. Nini maana ghayra adin wala faman ittara ghayra baghin wala adin? Baghin hataki, sio kwamba anampenda amepata fursa. Hapana, hataki tangu hapo. Wala adin, wala asivuke mipaka katika kula. Fala ithma, hakuna dhambi, sio? Kwa hivyo nguruwe analiwa kwa dharura. Kwa hiyo kuna hukumu za dharura, lakini mlaji mwenyewe anamchukia nguruwe ni kwa vile ile hali imefikia kwamba ni takdimul ahammi ala muhimu, kwamba kifo kimemkabili, hana budu ila aokoe maisha yake. Lakini katika masala ya kimaadili tunasema pia haifanyi nguruwe awe halali kwa wakati ule, bado atabaki kuwa ni haramu, imejuzu kuliwa kilichokuwa haramu kwa dharura. Kwa hiyo lile zuri litabaki kuwa nzuri, ovu halitobadilika kuwa jema. Tuko pamoja? Naam. Kwamba kuna muda unaweza ukaliona linaingia katika nchi ambayo pengine hamna hata Waislamu au hamna hata Mashia, lakini linafanya baadhi ya mambo kwa lengo la kutengeneza maslahi na manufaa fulani ya kitaifa. Je, hili wewe unalizungumziaje? Naam. Ukisoma katika historia, Mtume amefanya sulhu na mikataba na makubaliano na wasiokuwa Waislamu. Yaani sisi dini lazima tuelewe vizuri jamaa. Amefanya na wasiokuwa nani? Waislamu. Nakupa mfano. Katika sulhul Hudaybiyah, wakati makubaliano yanaandikwa, Mtume alisema paandikwe nini? Hadha ma ahida alayhi Muhammadun Rasulullah. Jamaa akamwambia, wewe bwana, ungekuwa Rasulullah si hatukuamini tangu hapo bwana. Akamwambia nini? Ondoeni Rasulullah. Mtume akamwambia, ondoa basi, ondoeni jamaa Rasulullah. Rasulullah ikaondolewa. Wewe unaonaje hapo? Ndio hivyo vitu tunavizungumza, sio? Sayyid al-Hasan amekaa na Muawiya, sio? Kwa sababu basi afanye sulhu bwana. Muawiya nani?
Sawa. Kwa hiyo nataka kuzungumza, kuna wakati ambapo kuna kufa kwa dola. Dola inaweza ikafa, watu wanaona kwamba uhai wake tu, kana huyu tukikana huyu dola itaendelea kuwa hai. Sio kufa kwa mtu tu, kuna kufa kwa dola pia, sio? Na kuna uhai wa dola kwamba itaendelea kusimama. Kwa hiyo hivi vitu hata wewe ukikaa katika maisha yako utagundua ni vitu unavifanya kila siku. Lakini uwe unajua unafanya nini kwa misingi gani, kwa principle gani. Kwa hiyo kwa mtu mwenye msimamo mkali, bwana tuondoaje Rasulullah bwana? Kwaje bwana? Kwani akiondoa pale ndo hawi Rasulullah? Tabadun Rasulullah ila يوم القيامة, sio? Kwa hiyo ndo vitu sampuli namna hiyo. Wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Naam, Shekhe, tumejifunza kuhusu malezi katika upande pia wa kisaikolojia. Naam. Lakini pia vile vile tukitizama kama binadamu anaathirika pale anapotizama na anaposikia. Naam. Na leo hii kuna wasanii ambao ni Waislamu, wengi ni Waislamu wasanii. Lakini pia sasa hivi kwamba sasa hivi wapo katika hali ya mabadiliko, haina kujisafisha katika funga hii. Lakini pia walishaweka athari kubwa sana katika nyimbo zao na sasa hivi zinavuma tu na zinasikika. Sasa katika ile athari ambayo aliacha katika vichwa vya watu, leo hii unakuta mtu ana nyimbo 20 au 15 ambazo amezihifadhi kwake yule aliyomwathiri. Afu leo hii yule pia vile vile yupo katika funga. Sasa katika ile athari, yule mtu wa sampuli hile, je, funga yake ipo? Maana yake ameshaathiri zaidi ya dunia nzima. Allahu ya'lam. Nadhani tumelisikia swali linahusu masala ya wasanii. Of course anakusudia wanafanya yale mambo ambayo yanayokatazwa na dini. Sasa anasema wako wengi Waislamu na pengine ametunga nyimbo na hazina mafunzo hata ya dini, zinachafua maadili, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani amerudi, ni mtu yuko ndani ya funga, lakini nyimbo zile zinaendelea kupigwa huko na zinaendelea kuharibu watu maadili, lakini yeye yuko ndani ya funga. Vipi ile funga yake inakuaje? Taban funga iko sawa sawa, madhali hajafanya cha kufunguza, kwa sababu funga ina venye kufunguza vimetajwa. Madhali hajafanya chochote katika vile, funga yake iko pale pale, lakini haina maingiliano na kile kinachoendelea kule pia, na kile nchi nyingine nacho kina kitabu chake, kina ukurasa wake, kina mlango wake kwenye fi kitabi la yadhillu rabbi wala yashqa. Nadhani tumeelewana. Lakini kusema linaathiri funga yake, hapana, mpaka afanye lile linalo haribu funga. Ndio tukasema kuna wenye kufunguza, alafu kuna adabu za funga. Yaani mimi na mtu tukipigana pale kisawa sawa mwezi wa Ramadhani, Mungu aepushe hilo. Saumu zetu ziko pale pale, haijaandikwa kwenye fiqh kwamba mkipigana saumu imeharibika. Lakini swali ni kwamba ni adabu ya funga hiyo ni kinyume na adabu za funga. Sasa inaweza, sasa ndio maana tunasema tumesema mara nyingi unasikia kuna saumu kuwa sahihi na kuna saumu kuwa makubuli. Katika lugha ya kifiqh tunasema saumu yake ni sahihi, ama saumu yake ni makubuli. Sasa hilo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine Mungu asikubali saumu yako pamoja na kuwa ni sahihi, kwa sababu umefanya jambo kinyume na adabu za funga. Tuko pamoja? Kwa hivyo ni ukiukaji wa adabu za funga. Mara nyingine kuna vitu vinatakiwa viende sana. Lakini kwa hilo uloliibua, hao uliowataja nao binadamu huwa wanakwenda mbele, wanarudi nyuma, ndio ile alwaswasu khannas. Kuna katika wao ambao Mungu amewashika mkono akawatoa, sio? Pengine kwa dua zao, pengine kwa kuwa na nafsi al-lawama. Na sisi tusichoke. Ina maana kwamba wale wanaohubiri dini wana kazi nyingi sana katika mimbari zao, waendelee kutumia uslubi mzuri wa kushawishi watu kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Naam, wallahu a'lam. Ndio bwana. Naam, tumalizie inshallah. Sheikh, hili swali la pili ambalo lina story fupi sana ili tuweze kuelewana. Siku moja kuna kijana mmoja nilipigiwa simu, nikamkuta anapigwa, ameweka chini yule kijana. Baada ya kumweka chini nikaelezwa, nikaambiwa huyu alikuwa anamtaka rafiki yetu katika hali ya kumuingilia. Naweza ngekaa hilo sawa. Sasa baada na kijana wa kiume kwa kiume. Yani kijana mmoja alimtafuta rafiki yangu. Wakawa sasa wanafanya mawasiliano. Baadaye sasa yule bwana alivyojua kwamba huyu mtu yupo hivi, wakakutana kama wawili watatu hivi. Sasa wakati amefika yule bwana, wakamweka chini, wakawa wanampiga. Katika hapa na hapa nikapita, nikapigiwa simu, njoo. Nikafika nikamkuta mtu yupo chini wanampiga. Piga makofi na huku na kule. Sasa yule bwana nikamuuliza nikamwambia, sababu gani wewe imekufanya umekuwa hivi? Akanambia sababu kubwa ni kwamba bosi wake alikuwa ni houseboy kipindi cha nyuma wakati anajitafuta. Bosi wake ndiye alimharibu katika juzi ulivyozungumza katika swala la katika mambo ya ushoga. Bosi wake ndiye alimharibu, kwa ni mtu ambaye ni addicted wa muda mrefu sana. Na baada ya kumhoji pia ni mtu ambaye ana mke na mtoto. Ana mke na mtoto. Kwa hivyo na pia anafanya biashara ndogo ndogo. Katika ile biashara anayofanya ndio anapata kipato cha kumlipa yule atakayemkaba katika sehemu ambazo zinahusika. Yule bwana kwamba yeye ameharibuliwa na alishafika mahali kwamba alishapelekwa mpaka jela. Na paka kekwa sero yake kwa sababu ashakuwa ni mtu ambaye ni addicted katika mambo yale. Katika swali sasa tulizungumzia kuhusu kuna watu ambao wanazaliwa au kwamba kuna watoto ambao wanazaliwa kwamba wana hormones za kike, na swali nilikuuliza ukajibu kwamba pamoja pia na vyakula vinachangia. Je, tutawezaje sasa kuna katika vile vyakula ambavyo vinachangia na jambo ambalo ni la kweli kama vyakula vya kisasa huku na kule, je, tutawezaje kuzuia lile soko ili kuweza kuzuia swala hili kwa katika wale watoto ambao wanazaliwa na mpaka wanakuwa na tunaishi nao katika jamii na wapo na wamo? Asante. Taban si swala la kuzungumza dakika mbili ile. Kwanza mfano uliotoa ndivyo tunavyoamini hata sisi kwamba asilimia kubwa ya walioingia katika mambo ya ubaradhuli, shoga, wana historia huko nyuma. Na ukirudi katika tulozungumza, sio suala la nature, ni suala la kuwa nurtured, ni suala la mazingira, wamekulia vipi, wamewahi kufanywa nini au wamewahi kufanya nini au wamewahi kuona nini katika hayo mambo. Tumeelewana? Kwa hivyo nchi za kimagharibi miaka 1990 kule walitoka katika kuamini kwamba ni tatizo la tabia, wakaamini kwamba ni kitu asilia, mtu kaumbwa nacho, kazaliwa naturally yuko hivyo, ana vimelea vinavyochochea hiyo sifa. Tulielezea hapa. Lakini sisi tunaamini malezi ya utotoni yanaweza kumwandaa mtoto vibaya sana katika hayo mambo. Akifanyiwa au akachukuliwa akafundishwa kufanyia mtu au akatizama vile vitendo akiwa mdogo au akasimuliwa sana watu wanavyofanya yakamuingia. Na katika maeneo ambayo tutayadokeza kwa kiasi fulani na yamedokeza hapa katika mikusanyiko ya watoto, Mtume ametufunza kwamba watoto watengwe wakiwa na umri gani kama tutakavyoona. Lakini katika shule zetu za boarding, watoto wadogo ambao wanakaa bila ulinzi wakawekwa pamoja, mmoja tu akiibuka na kale katabia anaweza kuathiri wengine wengi. Kwa hiyo ni vitu mtu anakulia alafu vinakuwa ni sehemu katika tabia zake vinamuingia. Kwa hiyo mimi nakubaliana na wewe na sisi tunaamini hivyo, na ni vitu ambavyo inawezekana mtu akabadilishwa, kwa sababu kuna waliobadilika wakasema tunashukuru nilikuwa hivi sasa nimeweza kutoka huko. Suala la kwamba vyakula vinavyochangia hormone imbalances, mtu anakuwa yuko hivi mara anakuwa ile, anakuwa na sifa hizi, anatamani hiki anatamani kile, kwa kutaja suala la vyakula ndio maana nikakwambia kwamba vinahitaji maelezo mengi sana, kwa sababu vyakula vya kisasa mimi naviita vyakula vya maabara. Vyakula vya maabara ni soko kubwa sana la kidunia
na ni soko ambalo linachangia kiasi kikubwa sana katika suala zima la kukoloni uchumi wa kwetu, kwa sababu zile mbegu za asili za kwetu zinaanza kutoweka. Mbegu za asili zinaanza kutoweka. Hizi mbegu za kimaabara ndizo mbegu zinazoanza kutawala tena katika maeneo yote, na hiyo kasi ni kubwa sana. Na ukienda kusoma utaona maafa makubwa sana katika mambo ya vyakula vinavyodhuru binadamu, vyakula, madawa, namna yanavyodhuru binadamu. Sasa juzi moja kuna tukio limetokea Misri, dokta mmoja anaitwa Dr. Abdul Kafi maarufu, ambaye amechomewa nyumba yake kwa sababu ya kuzungumza yale madhara ya zile dawa zinazotengenezwa na baadhi ya makampuni. Wakamchomea nyumba, na ni daktari, sio? Ukienda kutizama takwimu za dawa, namna zinavyotumika vibaya kudhuru maisha ya mwanadamu, vyakula namna ambavyo vina sumu, ni swala la maafa makubwa sana, lakini ni swala la wanasayansi wanazungumza. Sasa kuzungumza habari zake, wataalamu wanatakiwa wazungumze katika mimbar, ila ni makampuni makubwa ya kimataifa yenye maslahi makubwa, na wamefanikiwa kiasi kikubwa kuingia katika soko la kilimo katika nchi zetu. Mkulima sasa hivi hata kule Kondoa anataka mbegu za kisasa, hataki mbegu za zamani, na sababu anakuambia zinazaa kwa muda mfupi na zinazaa kwa wingi zaidi, lakini madawa anayopiga ni mengi sana na athari zake za kiafya ni nyingi sana, na unaweza ukaambiwa hizi hazina matatizo. Tumewahi kutoa takwimu hapa na maelezo ya baadhi ya wataalamu. Kwa hiyo mimi niseme nini? Niseme ni katika mambo ambayo yanahitajia kampeni za kiinchi, yanahitajia, wazungu wanasema collective efforts, kwa ajili ya kupambana kama wanavyopambana na ukoloni. Hiyo ni sehemu katika chapa za kikoloni. Sio kama tuko pamoja? Wallahu aalam kwamba ni vipi, lakini ni swala ambalo linahitajia mapambano ya kipamoja, ya kidola, ya kiukombozi, ukombozi wa kilimo, na si zile dawa tu, sio yale mazao tu, na yale mazao yanaambatana na upulizaji wa dawa ambazo lazima ziue ardhi. Baada ya muda fulani ardhi zetu zinakuwa hazina rutuba kwa sababu zimepigwa sana dawa. Wallahu aalam. Huo ndo mchango wao katika hilo uliouliza. Na bwana, mimi naona tukomea hapa leo.